Za leo mabibi na mabwana, leo tunakuja katika mada yetu kufanikiwa kupitia mizimu. Leo ni mada ya kufanikiwa kupitia mizimu. Kwanza twende tukaifahamu mizimu ni kitu gani. Maana unaweza ukasikia mizimu basi ikawa unaogopa, ukawa unaingiza katika imani nyingine. Kwanza uijue mizimu ni kitu gani. Sawa eh? Tunaenda maana ya mzimu, the spirit au soul. Ni nguvu ya kipekee, ni nguvu ya kipekee ya kiroho, ni nguvu ya kipekee ya kiroho inayojitegemea, iliyoidhinishwa au inayodumishwa enzi na enzi katika koo au jamii fulani. Ni nguvu ya kipekee ya kiroho inayojitegemea, inayodumishwa enzi na enzi katika koo au jamii fulani. Kwa hiyo unaposikia mzimu si kitu, mzimu si Mungu, mzimu si chochote, ila ni nguvu. Tunapozungumzia nguvu ni nguvu, yani the power, the spiritual. Ni nguvu. Hiyo nguvu inadumishwa sasa enzi na enzi, yani inayodumishwa enzi na enzi katika jamii fulani, katika kabila fulani. Sijui umenielewa vizuri ndugu mtazamaji. Na leo tutaenda kuangalia mfano wa hiyo mizimu ni nini, au mfano wa mizimu ni nini. Katika maktaba tunakwenda kujifunza ya kwamba au katika historia tunakwenda kujifunza ya kwamba mababu zetu walitumia nguvu hii katika kutatua changamoto mbalimbali zilizoweza kuwakabili. Na hii naweza kuweka tahadhari ya kwamba haina mahusiano yoyote na kitu kinachoitwa kuabudu. Sijui umenielewa? Kwa hiyo una uwezo wa kutumia mzimu alafu ukawa na imani yako ya kuabudu. Unaweza ukatumia nguvu za kimizimu na ukawa na imani yako ya kuabudu kama kawaida. Haihusiani kabisa na mahusiano ya kuabudu. Kwa hiyo wewe sasa kama utachukulia fikra kwamba unapotumia mizimu kwamba unaiabudu, inakuwa sio hiyo. Hakuna nguvu unayoabudu, kwa sababu unaposema unatumia nguvu alafu unasema unaiabudu, basi hata katika maisha yako ya kawaida unaweza ukaabudu hata mtu, kwa sababu kuna mtu unasema siwezi kuishi bila yeye, siwezi kufanya chochote bila yeye. Kwa hiyo umemwabudu sasa. Kwa hiyo ibada ni vitu ambavyo ni hali ambayo kwamba wewe unanyenyekea, unahitaji msaada na unafanya matendo ambayo yatakuwa endelevu katika maisha yako. Kwa hiyo sasa tunasema hii jambo la mizimu, wewe ndugu yangu usiogope kutumia nguvu za kimizimu, kwa sababu haihusiani na swala lolote la kumkosea Mwenyezi Mungu. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo wale bababu zetu na mabibi zetu hakupata changamoto na walipokuwa wamepata changamoto waliweza kutumia nguvu hizi na wakatatuliwa machangamoto zao. Kama walikosa mvua, kama walikuwa mazao hayatoki au mifugo inapotea, walikuwa wanaenda kushtaki, au watu wanapata maradhi mabaya ambayo haponeki katika mji, walikimbilia katika sehemu za mizimu kuangalia kuna nini au kuna mambo gani ambayo kuna nguvu gani ambayo iliyoingia inayoharibu falme hiyo kiroho. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo kutumia mizimu tunasema ni mamlaka kamili ambayo unaweza ukatumia nguvu yako ya kimizimu, na si lazima utumie nguvu ya mtu mwingine. Tumia nguvu yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo una uwezo wa kutumia nguvu yako wewe mwenyewe na ukatatua changamoto zako. Hujakaa ukajiuliza kwa nini mbuzi hana changamoto. Mbuzi yeye anasubiria kuchinjwa na kufanywa supu, lakini wewe mwanadamu kila siku unakuwa na changamoto. Unatakiwa ujiulize, kwa sababu kuna nguvu zako wewe unatoka nje ya nguvu zako wewe mwenyewe, lakini mbuzi anaishi kwenye misingi yake na nguvu yake. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo ndugu yangu mwanadamu, tuendelee katika kujua umuhimu mkubwa au kufanikiwa kupitia mizimu. Mimi naona hii si laana, na mtu ambaye anapotosha kwamba kutumia mizimu ni laana au unamkosea Mwenyezi Mungu, inategemea kwamba umetumia kwa imani gani au umetumia kwa njia gani hiyo mizimu. Kweli unaweza ukatumia mizimu alafu ukawa umemkosea Mwenyezi Mungu, sawa lakini kuna namna ya kuweza kutumia hiyo mizimu na ukawa hujamkosea Mungu. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo tunaweza kukasema mizimu si kiumbe kamili kama watu wanavyodhani kwamba ni kiumbe kamili ambacho kitaweza kuonekana katika taswira ya dunia. Hiyo ni roho
Ni nguvu ambayo ipo ndani ya kitu au ya mkusanyiko wa watu au kwenye kizazi cha watu. Kwa hiyo unapoweza kumiliki unapoweza kudumisha ile desturi unapotumia hii mizimu kwamba ya kiroho, basi ni desturi au mila zinazofanyika. Kwa hiyo kwa mfano naweza katumia hili kwamba labda ndugu zetu Wachaga 80 kila weekend ni ile wanasema Disemba, kila Disemba 80 kidogo nimekosea, sio weekend, kila Disemba, kwamba wanakusanyika wanaelekea kule katika maeneo yao walipozaliwa, wanakusanyika wazee, wanafanya mila na wanasaidiana. Wewe bwana umepata uchumi gani leo? Jamani tumchangie tufanye hivi. Kuna mila ambazo zinapita pale, wanakunywa pombe, wanachinja, wanakunywa. Ile ndio nguvu yenyewe. Na kweli mtu akitoka pale anapoenda kule akirudi mjini inakuwa si yule tena, ameenda kujisafisha kiroho. Ameenda kujisafisha kiroho na ile mizimu tayari imeshakaa katika mwelekeo wake ndani yake. Kwa hiyo lazima aweze kufanikiwa. Lazima aweze kufanikiwa. Kwa hiyo kutumia mizimu ni kitendo cha mila na desturi. Kwamba kuna mila fulani zitafanyika, watu watatoa, wengine wanachinja, wanatoa wanyama, wanamwaga damu pale na nyama zile zitatolewa sadaka kwa watu wasiojiweza. Hata Mungu yeye mwenyewe anapenda. Kwamba Mungu mwenyewe pia hilo jambo analipenda. Faswali li rabbika wanhar. Swali la uchinje kwa ajili ya Bwana wako. Kwa kuchinja pia kuna nguvu kubwa sana na mtu sio lijua. Katika jambo ambalo linaondoa matatizo ni kuchinja. Hahitaji dua, hahitaji mganga. Wewe chinja, tia nia yako. Chinja, sema mimi nahitaji hili lililokabili sasa hivi. Na mwaga damu hii kwa ajili ya tatizo hili na hili. Hayo matatizo yataondoka. Na kama yakibaki basi ni matatizo ambayo hayako ndani ya kiroho, basi yako nje ya kiroho, kwa sababu kiroho imegawanyika nayo. Ziko sehemu za ndani na sehemu za nje. Kwa hiyo kama hilo tatizo litakuwa linaendelea, basi hilo tatizo liko ndani ya kiroho, lakini matatizo mengi ya kiroho, kuchinja is good. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tunaingia na darasa letu kwamba tumeshaweza kujua sasa namna ya mzimu ni nini. Na unaweza ukatumia mizimu katika biashara zako, unaweza ukatumia mizimu kwenye mambo yako, unaweza kutumia mizimu kwenye kila kitu chako na ukafanikiwa, kwa sababu ni nguvu ambayo iko ndani yake. Kwa hiyo kuna wengine utambua na siri hii kubwa, siri hii ninayokupa, na unapoipuuza mizimu, basi hata kama ulikuwa na mali utafilisika, hata kama ulikuwa na kundi la watu ule wataondoka. Umeelewa vizuri Kwa sababu umeshadharau ule ukuu wako, ule ukuu wenu nyinyi, asili yenu umeshaweza kutoka kwenye asili. Kwa asili haiwezi kuachwa, hata utakuwa umeenda nchi gani, hata kama utakuwa kwenye taifa gani, na kila dunia hii, kila taifa lina asili yake. Kwa hiyo unaweza ukatoka hapa nchini ukaenda nchi fulani ukakuta mazingira yao yako tofauti na huku, kwa sababu kule kuna mila na mizimu yao, kuna mila na desturi na mizimu yao. Kwa hiyo kila taifa au kila kabila au kila jamii inakuwa ina mizimu yao, ina nguvu yao ya jadi ambayo imedumishwa enzi kwa enzi. Kwa hiyo unapokuwa unaidharau, unapotoka nje ya misingi hiyo, basi hata wewe uweze kufanikiwa. Hata kama ulitakiwa sasa nguvu hii ya kimizimu iweze kukufanya wewe ndo mteule katika familia ile, kwamba wewe uwe ndo kiongozi au uwe ndo tajiri wa kuweza kuwasaidia wengine, unakuwa haupo, unakuwa hautoweza tena kufikisha hayo malengo. Kwa hiyo ushauri na unasaha ni vizuri kutumia mizimu, kuwafata wale ambao watakuwa na mamlaka makubwa ambayo yataweza kukufisha na kukuunganisha wewe na nguvu hii ya kimizimu, na ukajikuta unaweza kufanikiwa katika mambo yako ambayo yalikuwa hayaendi kwa muda mrefu au yamesimama. Kwa hiyo watu hao wanaweza wakawa wazee au watu wa kabila lako. Unaenda kule nyumbani, unarudi nyumbani, unamuuliza wale wazee kwamba mimi asili yangu inatakiwa niweze kufanya nini, watakupa mwongozo. Lakini pia si mbaya kumtafuta mtu ambaye ana elimu ili aweze kukusaidia zaidi au akupe ushauri zaidi.
Lakini kama utatumia nguvu hii, una uwezo wa kubadilisha uwepo wako, kwa sababu hapo ulipo unaonekana labda haupo. Yani wewe mwenyewe unaweza hapo ulipo sipo ulipo, yani manake hapo ulipo hukutakiwa uwepo hapo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kupata madarasa yetu, tuendelee kupata madarasa yetu, na elimu hii itaweza kukusaidia mambo mbalimbali ya kidunia. Kwa hiyo karibu sana, na wako Sheikh Omari Sharifu Majini, bingwa wa tiba asili aliyobebea na ni bingwa wa nguvu za giza. Kwa hiyo karibu sana.